Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022, this year, average price huu ambao umepita wa 2024, tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa 40, almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Wale mnajua 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings. From 44 shillings 2022, this year average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Watu hapa Meru tumekubaliana. Mimi najua hapa Meru pia iko wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Bei ya kahawa 2022 ilikuwa 40 shillings, 50 shillings, ikizidi sana 55. Mwaka huu kuna kampuni zimelipa 110, 120, 130 shillings. Kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tumeongeza ile mapato inapatikana, na tumefukuza wakora na makatel ambao walikuwa wamekita mizizi katika kilimo ya kahawa. Imagine ati mtu mmoja, yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndio mwenye kununua kahawa. Hiyo inawezekana kweli? Sasa ndio ananyanyasa watu wengine. Wewe ukipeleka kahawa yako anakuambia hii kahawa yako bei yake iko chini. Alafu saa ile amemil anauza bei ya juu. Tumesema na mliona niliweka mambo ya reform ya kahawa katika ofisi ya rais. Na nikasema hii kahawa leseni tunatoa moja moja kwa kila mtu. Kama wewe ni mila, chukua leseni ya mila. Hakuna ya broker, hakuna ya kununua. Leo tumeongeza mapato ajabu kwa sababu wale ambao walikuwa wanasimamia hiyo sehemu na ukora na utapeli tumewaondoa. Wakulima sasa watafaidika zaidi, na mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo. Nitaweka macho yangu nihakikishe kwamba kilimo ya kahawa inarudi mahali ilikuweko. Tutakuwa tunauza tan 1150 kila mwaka vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Watu wa hapa Imenti, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina na mambo ya upuzi? Tuendelee? Tusomeshe watoto? Nipange walimu zaidi? Niongeze pesa ya funding? Nitoe makatel kwa mambo ya biashara ya wakulima? Nifukuze wakora wote? Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni, kazi iendelee. Si namna hiyo? Na mimi nawaambia, mimi nimeungana na hawa viongozi wote. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti, lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo. Sasa tuko na gavana mpya hapa. Ndio mimi nawaomba mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Meru, ndugu zangu watu wa Meru, nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu viongozi na watu wa Meru, musimame pamoja. Sasa mko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mtaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja, si ndio? Na mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama, sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana,
tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Amefanya vizuri. Mpigieni makofi huyu governor jameni, ametafuta. Si ndio? Na mimi nataka niwaulize watu wa Meru. Si mumeona ile hasara, ugomvi na chuki na migawanyiko inaweza kulete? Ndio mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi yenu na As 1.76 billion, sir, targeting 19,119 homesteads. This is an executive summary of the same. Sir, Kenya Power is investing 1.049 billion. This is a breakdown of the last mile scheme. Your Excellency, this is the breakdown of the constituencies within the Meru County, and today we are at the breakdown is at here we have 182 million, 46 sites, 2,048 28 customers. The contractors, Your Excellency, is Meruwood and Power China Ubey, who are Your Excellency, these are the projects. Just continue. Just continue. This is the RELEC investment, sir, within Meru County. The Rural Electrification Corporation has invested 708 5,183 customers. Going down to where the Menti, we have 53 million, and the corporation targeting 191 million.
Continue. Your Excellency, where we are today, this is Nkwene substation, Your Excellency. We built the substation using 232 million shillings from the government of Kenya, Your Excellency, sir. Before the building of this station, this area, Nkobo and environs, was getting power supply from Kanyakinya substation. So the customers here, the industries, the tea factories, which are a major consumer here, the hospitals, the schools and the markets had a lot of we are going to commission today. This end, the breakdown of the substation. The line comes from Kaide substation. Na nitamkaribisha Mheshimiwa Rais sasa akaweze kufungua jengo hili rasmi kwa kuweza kuidhinisha bango hilo. Naomba tumpigie makofi. Sasa imefika 64 shillings from 44 shillings 2022 this year. Average price huu ambao umepita wa 2024 tumepata 215 billion. Tumeongeza kwa 40 almost 45 billion ile mapato tumepata katika mazao yetu ya chai. Wale mnajua 2022 average price ya kilo ya chai ilikuwa 44 shillings. Sasa imefika 64 shillings from 44 shillings 2022 this year. Average price ni 64. Kuna kampuni zingine hapa, factories zingine wanalipa 70 kuendelea mbele. Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba in 3 years average price ya chai itakuwa shilingi 100 kwa kilo moja, ndio tuweze kuongeza mapato kwa mambo ya kilimo ya chai, ili tuweze kuzalisha uchumi wa Kenya na wakulima wa chai wafaidike, wakitusaidia vile vile kuhakikisha ya kwamba tunapata pesa za kigeni. Watu hapa Meru tumekubaliana. Mimi najua hapa Meru pia iko wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Bei ya kahawa 2022 ilikuwa 40 shillings, 50 shillings, ikizidi sana 55. Mwaka huu kuna kampuni zimelipa 110, 120, 130 shillings. Kwa sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tumeongeza ile mapato inapatikana, na tumefukuza wakora na makatel ambao walikuwa wamekita mizizi katika kilimo ya kahawa. Imagine ati mtu mmoja, yeye ni mkulima, yeye ni broker, yeye ni mila, na yeye ndiye mwenye kununua kahawa. Hiyo inawezekana kweli? Sasa ndio ananyanyasa watu wengine. Wewe ukipeleka kahawa yako anakuambia hii kahawa yako bei yake iko chini. Alafu sahila amemil anauza bei ya juu. Tumesema na muliona niliweka mambo ya reform ya kahawa katika ofisi ya rais. Na nikasema hii kahawa leseni tunatoa moja moja kwa kila mtu. Kama wewe ni mila, chukua leseni ya mila. Hakuna ya broker, hakuna ya kununua. Leo tumeongeza mapato ajabu kwa sababu wale ambao walikuwa wanasimamia hiyo sehemu na ukora na utapeli tumewaondoa. Wakulima sasa watafaidika zaidi, na mimi nataka niwahakikishie kazi hiyo. Nitaweka macho yangu nihakikishe kwamba kilimo ya kahawa inarudi mahali ilikuweko. Tutakuwa tunauza tan 1150 kila mwaka vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Watu wa hapa Imenti, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii kazi ama mnataka tuletewe fitina na mambo ya upuzi? Tuendelee, tusomeshe watoto, nipange walimu zaidi, niongeze pesa ya funding, nitoe makatel kwa mambo ya biashara ya wakulima, nifukuze wakora wote. Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Mnasema kazi iendelee? Wangapi wanasema kazi iendelee? Jameni, kazi iendelee. Si namna hiyo? Na mimi nawaambia, mimi nimeungana na hawa viongozi wote. Hapa Meru kulikuwa na kizungumkuti, lakini kwa mapenzi ya Mungu mahakama imefanya mambo. Sasa tuko na gavana mpya hapa. Ndio mimi nawaomba
Mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Meru, nyinyi mnaona hasara ile inaweza kuja wakati mambo watu wamegawanyika. Mumeona hasara ile iko wakati viongozi wamegawanyika. Hakuna maendeleo, hakuna mpango, hakuna kusonga mbele. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawaomba kwa unyenyekevu viongozi na watu wa Meru, musimame pamoja. Sasa mko na gavana mpya, mumuunge mkono, mushirikiane, mufanye kazi pamoja, ndio Meru isonge mbele. Jameni, mtaungana. Tuache siasa ya ugomvi, tuache siasa ya chuki, tuache siasa ya migawanyiko. Meru itaungana. Wangapi wanasema Meru itaungana? Jameni, tufanye kazi kwa pamoja, si ndio? Na mimi nimemwambia gavana, sisi hatuna ugomvi na kina mama, sisi tunawapenda kina mama sana. Na mimi nilishauriana na huyu gavana nikamwambia, sasa kwa sababu umepata kuwa gavana, tafuta mama pia awe deputy governor. Si amefanya vizuri? Amefanya vizuri. Mpigieni makofi huyu gavana jameni, ametafuta. Si ndio? Na mimi nataka niwaulize watu wa Meru, si mumeona ile hasara ugomvi na chuki na migawanyiko inaweza kulete? Ndio mimi nimeamua kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi yenu na As 1.76 billion, sir, targeting 19,119 homesteads. This is an executive summary of the same. Sir, Kenya Power is investing 1.049 billion. This is a breakdown of the last mile scheme. Your Excellency, this is a breakdown of the constituencies within the Meru County, and today we are at
The breakdown is that here we have 182 million, 46 sites, 2,048 28 customers. The contractors, Your Excellency, is Marywood and Power China Ubey, who are Your Excellency, these are the projects. Just continue. Projects, just continue. This is the RELEC investments within Meru County. The Rural Electrification Corporation has invested 708 5,183 customers. Going down to where the Menti, we have 53 million, and the corporation targeting 191 million. Continue. Your Excellency, where we are today, this is Nkwene substation, Your Excellency. We built the substation using 232 million shillings from the government of Kenya, Your Excellency, sir. Before the building of this station, this area, Nkobo and environs, was getting power supply from Kanyakinya substation. So the customers here, the industries, the tea factories, which are a major consumer here, the hospitals, the schools and the markets had a lot of we are going to commission today. This end, the breakdown of the substation. The line comes from Kaide substation. Na nitamkaribisha Mheshimiwa Rais sasa akaweze kufungua jengo hili rasmi kwa kuweza kuidhinisha bango hilo. Naomba tumpigie makofi.